vipi? Niite Hamisi, feel free call Mr. Zombie kutoka kwenye Kina TV. Hapa tuko na mwenetu hapa. So tunakuja kumuoji mawili matatu ato hadisie kiufaswa. Hello, mambo vipi? Ya fresh kabisa bro. Uko poa? Ya poa kabisa. Wananiita Hamisi? Ya mimi pia wananiita Iska. Iska? Ya Iska. Iska, so tulipitia social media zako ikiwemo TikTok, ikiwemo Instagram, YouTube. Tukaona kazi yenye unafanyaga. Kwa kisi mimi niliona unafanya modeling na nani tena pale? Vitu ya cinema. Cinema. Cinema, basket kidogo. Ya. So acha tugusie kwenye cinema na modeling. Unaona kupia modeling? Ya niko mu Vin Club Academy. I'm the coach of Vin Club. Ya. Sisi tunajua Vin Club ni ekipe ya kabumbu. Ni yetu kaenda tena kwa modeling. Ya Vin Club before kuko Vin Club ya kabumbu and kuko Vin Club ya modeling. Yetu ni FIA Vin Club Academy modeling. Maana na boss ni umoja ama ni wako wawili? Ya president wetu ni umoja, ni El Monstre president wa Boga, ndo president wetu na ndo president wa Bajouer. Donc ndo anatukamata si wote. Na jana niliona kuna mtu mwenye aliposti kwa kumtakia president Monstre kwenda wapi huko nje. Nikizani hapo siku mbili siku tatu naona anaruka. Ni kweli ama ni uongo? Ya ni ya kweli, nadhani kitu ambacho amekuwa amekisubiria kimefikia sasa. Wameshampatia nadhani visa, then siku yake imeshatoka ya kwenda, then imebakia tu sasa ni safari. Aussi leo dimanche le 22 leo tuko na show kuna ni ku terrain na kutakuwa match juu ya kumulaka president wetu ya. Okay, itakuwa vizuri sana. So unaona mtu kuishi na watu wako vizuri, unaona anaenda na unamfanyia kitu kizuri sana. Natumaini akifika kule atawafanyia vitu vizuri sana. Mimi na hiyo imani. Ya president ni mtu mwenye kwanza anakamataga bajene yote na mkono, osi anajitumaga sana kusie. So tunajisikia poa sana kuwa naye na kumjua, na gisi ameenda tunazani kama tutapata bingi zaidi ya bibi nilikuwa nafanyika hapa. Yes, mimi nafurahi sana. Na kwa gisi mnakuga naishi abo wanani modeling. Mnakuga naishi aje, kiupendo ama kuna kuga na mkogotano hapa na pale? Gisi tunaishi modeling, tunaishi na upendo sana. Ndani kwanza ya group yetu ni watu ambao tunapendana sana, afu tunataka sana kufanya vitu kwa pamoja. Hata ukituona zaidi tunazoga kutembea pamoja. Hiyo inaonyesha kama tunapendana aje. Usi muda mwingi tunataka tupitishe pamoja ili tukue na huo uzoeano wa fasi moja. Usi tunataka kama maendeleo ya kila mtu, maendeleo ya group and maendeleo ya kila mtu yenye anaweza kaenda, ama kunapatikana kitu tukamruhusu aende, pia tukamsaidia kitu yenye anaweza ikamsaidia naye kule mbele. Ya usina magrupu zingine hivyo tu, like saa moja ukishafikia bitu ya makompetition ndo watu wanazanaga kama tuko na mabifu. But hatukuagi na bifu, hiyo inakuaga tu ni game yenye tunakuwa tunachangamsha. Ili game ichangamke ilifo muoneshe kama ni wawili ampatane ama watatu hiyo. So inabidi tuoneshe upinzani hapo, tuko kwenye competition. So kila mtu anahitaji kushinda, hapo urafiki tunaweka pembeni, tunaendelea na competition. Okay, mimi naelewa sana tena sana. Tukienda hapo ngambo ya group, wanamke wanakoga wangapi na wanaume wanakoga wangapi ndani ya group yetu? Kizani wote kocha. Ya nikipiga hesabu kwa haraka, wanaume nadhani tuko 14 na tuko kama na wanawake nadhani wamebakia 7, sababu wengi saizi wameenda kwa masomo na wengine wamekuwa wamevoyage mwisho wa mwaka wa kusafiri wakwenda Kongo, wakwenda Kampala. Ya Maana mko wengi kupigia hesabu haraka 14 na 7 maana yake ni 21, si ndio? 21. So
Maana mko wengi sana. Sana mai nani camp yetu hapa tupo na watu wa modeling wapo wengi sana, group zipo nyingi sana tena sana. Mwa hizo group zote wapi ndio unaonaga kama vile huyu anataka kuingia njia zangu ama huyu jua afanye kitu fulani, jua nifikie. Ni group gani? Mwa hizi group kwanza ambazo ziko humu, kusema ukweli, group ambayo ni inaweza ikaleta upinzani kwetu saizi ni Ama Fashion. Hiyo ndo group ya Mafra. Hiyo ndo inaweza ikaleta upinzani kidogo, lakini sio upinzani eti wanaweza wakakamano, ila tutawaangusha tu. Kwa kusema game ichangamke, au ndo wanaweza kaleta upinzani, ila haya magroup mengine yenye imebakia ni kama haipo focus na vitu ambavyo wanavifanya. Wakiwa wanakushindikizaga tu wewe. Mimi hapo nakuwa wananishindikiza, maana hata wakitaka waseme eti leo kunapatikana competition. So itakuwa tu ni kama kuchangamsha game, ila wanajua kama hawa watatupiga. Mara ya kwanza tulipigaga na tulikuwa tuko group nyingine, ile kulitokea tofauti, ndio tukahama tukafungula group nyingine, ila waliwa kama ni wale watu ambao wako huku ndio walikuwa kule. So hakuna kitu kinabadilika. Uzuri wetu sisi kila siku ni muda wa tizi. Maana tunafanya tizi sana kuzitia Black Game. Lakini hao unakuta watu wengine haujuagi kama wako mgrupe gani. Leo wanaonekana huko, kesho yake huko. So unakuta kitu ambacho hakiko poa. Mtu anatakiwa kuwa na msimamo na kufanya tizi fasi moja. So acha tuachane kwanza na nini, na vitu viko vingi sana. Acha kwanza tuachane kwanza na modeling, tuingie kwenye cinema kwanza. Yes, cinema kuna group ushawahi kuchezema? Kuna group ambayo nipo hemo saizi. But jina yao nimesahau kidogo sababu sijagawia sana. Nimesahau kidogo, ni jina mrefu kidogo but so no stress team. No stress. Ni group ambayo imeanzilishwa tu saizi, na mfungulizi wao ni William. Jamaa mmoja anatumika kwa edition moja hapo chini. Yeye ndo amefunguaga hiyo timu, nadhani saizi wana miezi kama 4 na wanatumika. So katika nikisema huko legend Mike, tuseme ushakawia hapa sana. Mnakivale? Sio legend kiivo, ila mimi sasa ndo naenda kueneza miaka 3. Miaka 3. Ndio naanza kusumbana Kivale. Kama uko na miaka hata 15 unaona ndio unatusumbua sana. Kumbe uko na miaka 3 unakuwa tusumbua hivi. Je, ikifika sasa miaka 6, 7, 8, 9, 10 kule, naona kama atafanya kazi zaidi na zaidi. So uko na miaka 3 unatusumbua hivi. Mnakivale niko na miaka 3. Ambacho kitu ambacho mimi nalikikuta ambacho watu hawakijui. Ukiweka kitu mkichwani mwako eti niko Mnakivale siwezi nikafanya kitu, hauwezi kuendelea hata siku moja. Kitu ambacho natakia kufanya ni kupiga ngumi chini na kuendelesha kazi yako ambayo unaifanya bila kuwaza kama uko Mnakivale wala nini. Mtu mwingine anakaa tu kila siku yeye anawaza niko Mnakivale, maana yake siwezi kufanya kitu kingine, anakuwa limited. Hawezi akaendelesha kitu, anakuambia kuna watu ambao wanawaambia tufanye hivi, anakuambia huyu ni Mnakivale. Unaangalia sasa uko unaanza na Kivale ama uko unaanza future yako yenyewe uko na juu, sababu hautaisha Mnakivale. Sasa ukishaanza kuwaza kama kila kitu ni cha Mnakivale, maana yake mwisho wako wewe utakuwa mbaya tu. So asante sana kwa kunijibu vizuri sana, lakini kuko swali moja ilikuwa niambia tu uliza. Kwa sasa ndio napata fursa ya kufanya nini, ya kuuliza. I hope uko na ex. Niko na ex. Nikwambie jua nini nilianzia kwa ex. Unajua ukikuwa na ex hauwezi kosa nini mwingine mpya, girlfriend mwingine. Kuna girlfriend? Girlfriend ninaye. Kuna? Kuna girlfriend. Mimi nataka kuuliza tena. So kati ya ex na girlfriend wako, nani mwenye anakushika vizuri kwa sasa? Urafoti wao ni kwamba unaona kwanza kwenye industry ambayo tupo ya usanii, unakuta kuna mtu ambaye anakutaka kwa sababu ya brand ambayo upo nayo, na mwingine anaweza kukutaga tu gisi ulivyo. So nilie naye sahihi ananitaka gisi nilivyo, sio kwa brand ambayo ninayo. Ila ex
alikuwa ananionyesha vitu kama like yanahitaji sana brand hivyo kutoka nini, hiyo ndio ilikuwa shida yake, watu watuone kama tuko pamoja. Ila sio kila mahusiano au sio kila kitu ambacho unaweza kukiweka public. Vitu vingine inakuwa ni siri, so unakuta kila kitu anakuambia kama anokikwe public, alafu huko ukingali kuna shida kuonesha vitu vingine na sio kuonesha mapenzi. Unaona, ukishajiingiza sana mapenzi ukapenda kuonesha sana, kazi yako utaiacha nyuma. Okay, poa, mimi nakuelewa sana. So ni nini ex wako alikuonesha usipende wewe mwanamke wako sasa kuonesha? Maana just mistake yenye alifanyaga yenye hauwezi penda, yenye huyu uko naye saa hizi haifanye, na akifanya nitakuwa ni mambo mawili. Mistake gani? Dharau na kiburi. Kwanza kiburi inatokana na dharau. Pale ambapo unakuwa unamshauria mwanamke, sababu ukishaingia kwenye mahusiano unakuwa unamshauria mtu, unajua nini ambacho mnakifanya. Like mkikuwa kwenye mahusiano sio tu kuwa kwenye mahusiano, ila mkishakuwa kwenye mahusiano mnakuwa kama ndugu. Mnakuwa unaweza kumshauria kitu ambacho unakiona sio kizuri kwake. Anaweza kukushauri kwa kitu ambacho anakiona sio kizuri kwake, lakini ukikuwa unisikia hapo hatuwezi enda fasi. Okay, mimi nakuelewa. Sijui kama mimi sikombi umtaje ex kwa sababu anaanza kuleta bifuzi moja hivi, na huyo ex na wala nani huyo mwenye uko naye saa hizi akamfuata nani ex wako akaanza kumletea maneno. Sasa sisi hatuwezi kupenda hivyo. So unaweza kutuambia jina ya girlfriend wako mpya ama girlfriend jina yake kwa sasa? Jijue kama iko mwenyewe. So unajua na nani watu wako naona ule ni sheria wa star mkubwa nini vitu kama hivyo. Kwa sababu ushakuwa na brand, ushakuwa star. Unajua hivyo? I know. Angeniruhusu ningetaja jina lake. Angekuruhusu amake hajakuruhusu. Po juu fike hapa kukuruhusu. Sidhani kama atanajua kama niko hapa, ila ikikuwa mngeniruhusu ningemtaja, lakini ndamuuliza afu siku nyingine akiniruhusu ndamtaja. Okay, maana hapa tupo na nani so asante sana kaka kwa kutujibia maswali mawili matatu. Najua haiko mwisho ndio tutaonana hapa. Kuna interview zaidi na zaidi. Najua kila siku brand iko inakuwa, na ndio kila siku sisi kama Kina TV tunakuwa kutafuta ili tunapiga story 2-3. So unataka kuambia nini wasanii wote kwa jumla, ikiwemo wa modeling, ikiwemo wasanii wa sinema, yote just talent yoyote, unataka kuambia nini? Na nataka kuwashauria nini na wafanye kitu gani ili waonekane gisi ulitoka kutuambia hapa na Kivale nafasi ya kufanya kitu na wakakusikia tu vizuri. Mfano Nyagomani mwenye yuko Nyarugusu ni mtu mwenye yuko kambini, tena hapa kwetu ni nafasi nzuri sana. Mfano mzuri sana. Yes. Maana yeye alifanya kitu na akasikilikana nje ya pale Nyarugusu. So unataka kuambia nini watu? Kitu ambacho mimi nataka niwaambie watu ni kwamba to change game. Kwa wasanii waimbaji, madansa, wa moto, hata wasinema, to change game. Ku change game ni aje tuko tunafanya vitu ambavyo viko tofauti. Unaona hata mafans wakishatuzoea kila siku tunafanyaga show Young rappers inakuja inaimba Dunda Muyesu, show zingine inakuja inaimba Dunda Muyesu, inakuwa kama vile imezoeleka. Unakuta hakuna kitu ambacho kinakuwa cha utofauti. So kitu ambacho kinatuomba hapo ili tuendelee tena inabidi tu change game. Hivyo kwetu sisi tunajipanga, tunataka kwanza hata kila mwezi tuwe tunafanya show ambayo itakuwa inaonyesha vitu tofauti. Hiyo show itakuwa inahusika na wamodo, sababu kuna umodo afu kuna wasapere. Sapere ni mtu ambaye sapere sio modo, ila sapere anakuwa na vitu ambavyo anakuwa na vivaa. So tunaweza kwa tunaorganize sisi tunatafuta sapere mwa hiyo show, tunakuwa tunafanya vitu ambavyo itakuwa tofauti na vitu ambavyo vilikuwa vinafanyika zamani. Hicho ndio kitu ambacho kitatuletea watu wapya, sisi tunaweza tukaendelea na tukatoka nje.
Okay. Unataka kumwambia nini ama unataka kumshauria nini mwanamke wako kwa sasa, ama unaweza kuomba umwambie maneno mazuri yeye mwenyewe akiona akajisikia napendwa? Isikui mareo just ya kumuonesha kama unampenda. Sijui kama uko tayari. It's okay. Mama, I think you know I love you and nakupenda sana. Mimi ndakuomba tu kuwe na subira, usisikilize maneno ya watu. Sababu kitu ambacho ni kibaya sana ni kusikiliza maneno ya watu. Mimi ni mtu ambao wananisemaga sana. Ukiangaliana na brand yangu ni maneno inaendaga sana. Utakuta huyu kila siku anakujaga unatoka na fulani. Wengine siwajui hata. So kitu ambacho ndakuomba wekula meno afu tuendelee na maisha. Nasikia mke wake kuna kupendwa sana. Kuna kupendwa na kupendewa tena. So sisi ni Kina. Unataka kuambia mashabiki wa Kina nini, ama sisi watangazaji pamoja na kamera na mwenye cameraman kule nyuma na wengine wenye wapo committee yetu ya Kina TV, unataka kuwashauria nini, ama hii idea yenye tulikuja nayo kama Kina TV unaionaje? Tuendelee ama tuviache tu just tulileta, ama havikuwa na maana sana kuleta watu? Kitu ambacho mimi nitawashauria, unao watangazaji ndio watu wa kwanza ambao wanatufanya sisi tuende viral. Watangazaji ndio ambao wanaweza kutufanya sisi tupate kazi nje, sababu tangazo yao inakuwa inatufanya sisi nje tusikilike na mafasi mbalimbali. So kitu ambacho mmekifanya ni kitu cha maana sana. Ni kitu cha maana sana kwa sababu ukiangalia hata leo Nyarugusu kama wanapanda sana ni kwa sababu ya media ambao wako nazo. Wanakuwa wako na media za nguvu. So ikipatikana media ambao itakuwa ya nguvu, lakini mmeanzisha hapa, muendeleshe hii kazi, ni mzuri sana, ni atatupushi si wa nani wa wasanii kuendelea mbele na kufanya vitu ambavyo vitakuwa vya maana, ili tuone kama kesho yake tunaweza tukatoka vitu vingine vikiendelea. Asante sana. Ulikuwa nami hapa Hamisi kutoka kwenye Kina TV. Yes. Si tupungaliki kama ni watu kama takriban 7 katika group letu. Natumaini hatutowaangusha. Na isiku mwisho kwa kutuita ikuwe mara kwa mara, ama sisi tukiona tu kazi. Unajua tukiona kazi ya mtu ndio unapataga ile appetite ya kumtafuta mtu. Siwezi kukutafuta na kama haujafanya kitu cha maana. So na Kina haiko tu juu ya wasanii, ni ya watu wote kweli, ni ya watu wote, lakini kama ule mwenye yupo na brandi, mwenye hana brandi, mwenye nini na nini, wote tunawakaribisha nini kwenye Kina. Kuna shida mwenye iko anataka kushare furaha, anataka kushare hasira magumu, anawaita Kina, wanakuja wanamsaidia kutangaza. Nisisahau kitu kimoja. Gisi nilivyo hapa nimevalisha na Vanessa. Nimevalisha na boutique ya Vanessa. So na waomba mafans twendeni kwa Vanessa. Vanessa iko na manguo za poa za mzuri zenye zitatufanya tuendelee pia, na zitatupatia brand. Ukishavala nguo yenye inatoka kwa Vanessa unaonekana tu ni brand. Location ni New Congo. Location na ndo shida. Maana ukishatoka ku basket, wakati unakuwa unashuka hapa fasi ambapo panakuwa masaluni, unanyoloka kwa mbele unakutaka kanani ka round pale, kushuka tu chini kidogo hapo utaona duka yake iko hapo. Maki anako pembeni na ule dada ule mwanzishaga mafuta wala wake ya kuchikirimu. Hapo pembeni hapo. Si pale tunapaona wanawake wengi wananapa jua pale, jua nini ndio fasi wanaenda kuchukua mafuta pale. So tulikuwa na Jonathan tena Iska. So Iska anatujibu vizuri na atupokea vizuri, na sisi kama gisi unaona tulimpokea vizuri. Ulikuwa nami hapa Hamisi ama Star Zombie. Tunafika mwisho wa interview yetu, tukutana na nyingine interview na Iska ili tu atuambie kiundani zaidi, kama gisi alituahidi atatuambia jina ya mpenzi wake next interview. Mimi naweka kichwani leo tarehe 22 Jumapili tunafanya kitu, tunaacha historia kwa Iska na sisi. Maana yake
akikuwa na ingine kitu atatuita, ama sisi tukimwona na kitu tunamuita. So mimi ndakuwa pale kwenye mechi ya leo ya kumwaga El Monstre kwenda wapi? Nje ya nchi, na sisi tunamtakia safari njema Monstre. Bye bye, asante sana.